Unadhani ni busara kumlazimisha mtu aone umuhimu wa uhusiano, au ni bora kumwacha aende ili upate nafasi ya mtu anayejua umuhimu wako? Ukweli ni kuwa hauwezi kumlazimisha mtu ambaye tayari ameshafanya uamuzi wa kuondoka. Kosa moja wanalofanya ni kuondoka bila kuaga. Hii ni uoga wa kihisia, kuondoka kimya kimya, au kile kinachoitwa ghosting. Ni njia ya mtu kukimbia majukumu yake ya kiutu. Kwa watu wa hivyo, ni rahisi kwao kukaa kimya kuliko kukutazama usoni na kuona maumivu yako, au kukaa na kuelekezwa mapungufu yake. Je, ni wewe ambaye umenyamaziwa na mpenzi wako, au hata inawezekana ni wewe umemnyamazia mwenzio bila sababu? Hapa kuna sababu kwa nini tabia hiyo ni mbaya sana. Kitu cha kwanza, unamnyima mwenzako closure. Mtu unapoondoka bila neno, unamwacha mwenzako na maswali mengi sana na kujilaumu. Nilikosea wapi? Kuna kitu gani kibaya kwangu? Huku ni kumfunga mtu kwenye gereza la mawazo yake mwenyewe. Kusema ukweli, hata kama kunaumiza, ni heshima kwa muda na hisia mlizoshiriki kwa pamoja. Kitu cha pili ni ukosefu wa ukomavu, lack of maturity. Mtu yoyote anayeshindwa kueleza sababu anakuonyesha kuwa hana uwezo wa kufanya mazungumzo magumu, na pia hakuwa na uwezo wa kubeba uhusiano tangia mwanzoni. Na cha tatu ni adhabu ya kisaikolojia. Ukimya unatumiwa kama silaha, na hii ni aina ya ukatili wa kihisia. Inamfanya yule anayejali ajihisi hana thamani, kwamba hastahili hata maelezo ya dakika 5 tu. Namna ya kupambana na hilo ili lisikutese: kumbuka kuwa ukimya wao ni jibu tosha, na kuwa kama hawezi kusimama na kujieleza, basi hafai kuwa partner wako wa maisha. Sio kosa lako, usijilaumu, hukukosea popote. Tabia yake na kukimbia ni mapungufu yake, sio upungufu wa thamani yako. Ni kweli inaumiza kuona mtu ulimpa nafasi ya kwanza anakuacha kwenye giza bila tochi, lakini wakati mwingine ukimya huo ni zawadi kwako, kuwa ulimpenda mtu ambaye asili yake ya ndani ni uoga na ubinafsi.